kumalizia ujumbe huu ambao ulikuwa na kichwa kinachosema kazi ya kuinuka na kuanza safari ya hatima yako ni ya kwako. Kila mtu anapaswa kuwa na jukumu la kujitambua kwamba kuelekea kwenye hatima yake ni wewe, sio mwingine, ni wewe. Maneno haya Ezra aliambiwa na mtu mmoja anaitwa Shekania. Kama mnakumbuka, niambia Shekania maana yake ni msaada, anayekaa na Mungu, akae na Mungu, ndio maana ya jina Shekania. Na jina Ezra maana yake ni msaada wa Mungu. Wakati wana wa Israeli walipotoka kwenye nchi ya uhamisho ya Babeli, wakafika Yerusalemu, walikuta Yerusalemu imeharibiwa sana. Na walipofika kwenye ile nchi wakazunguka, kitu kibaya zaidi wakagundua hekalu ambalo walikuwa wanafanyia ibada na lenyewe halipo, limebomolewa. Kwa hivyo wakati hili jambo la Waisraeli walihamishwa kwa safari kadhaa, akina Ezra wanatajwa kama ni uhamisho wa kwanza kufika katika nchi yao. Ezra alipoingia akiwa kuhani ni mtu na professional yake alikuwa amesomea mambo ya uandishi, alikuwa ni mwandishi na Mungu akampa kazi ya kufanya. Kwa hiyo kazi aliyofanya ya kwanza, alikuwa na mambo makuu mawili niliwaambia. Jambo la kwanza, Ezra alikuwa anataka waunganishe Waisraeli na Mungu wao, sababu walikuwa wametenda dhambi. Maana kule walipokuwa kwenye nchi ile ya uhamisho, walioa wanawake wengine, wakaharibu agano la Bwana. Na hiyo walipofika kwenye nchi yao wakakosa sifa ya kuyafanya mambo ya Mungu kwa maana ya dhambi walikuwa wamefanya. Ezra akawaunganisha Waisraeli na Mungu wao. Na Ezra akaanza kuomba Mungu sana. Alimlia Mungu sana. Na alimlia kwa muda. Kuna mambo mengine nataka nikwambie yaliyokusibu. Unatakiwa uende kwa Mungu kwa kina. Neno la Bwana libarikiwe. Sasa sura ile kwamba niombee, unatakiwa uende kwa kina. Pamoja na maombi ya mtumishi, na wewe pia ufanye maombi. Ikiwa Mungu amekujalia, hasa kama uko na miaka 20, unapokabiliana na jaribu fulani, lazima uwe kama Ezra. Na Mungu bila shaka huwa analeta msaada. Kwa hiyo Ezra alipokuwa naomba, ndio Mungu akamtokea mtu mmoja anaitwa Shekania, akamwambia inuka, kwa maana kazi hii ya kujenga hekalu na kuunganisha Waisraeli inakuhusu wewe. Tulisoma hiyo. Inuka, kazi inakuhusu wewe. Na nikamwambia mwaka huu ni mwaka wetu wa kuinuka. Kulingana na kitabu tulichosoma kile cha Mwanzo ambacho ni kiongozi cha mwaka wetu mzima. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza 19. Wakati Mungu anamtokea Elia, akamwambia ainuke. Sasa Ezra naye akainuka baada ya kupata ile ujumbe, akazingatia kwamba kazi hiyo inamhusu na akaanza kufanya. Ndugu zangu wapendwa, mliko mahali hapa, niseme tena Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Sisi watumishi wa Mungu tunalo jukumu la kuwaelezeni ninyi kusimama na kuyafanya yale Mungu aliyotuambia kwa ajili yenu. Sasa Ezra akaanza kazi ya kuunganisha Israeli. Na mimi ndio wakauni na kazi ya kuhakikisha washirika wote wa hapa na baptizwa, kwa sababu Mungu amenijalia kunipa tena nafasi nyingine kubwa zaidi. Haitakuwa tu hapa ya kukutania, itakuwa ni kanisa la TMRC Tanzania nzima. Nitakapokwenda nitawaambia watu wanapaswa kuinuka. Wanapaswa kuinuka. Wanapaswa kuinuka.
Maneno haya Mungu alipozungumza kwa Eliya aliyekuwa amelala, anatafutwa na mfalme, anatafutwa na Yezebeli, mke wa mfalme, anataka amuue kama alivyo wale manabii wa bahari. Eliya ametimwa, amekwenda jangwani, hakuna mtu. Eliya amepoteza marafiki, hakuna rafiki aliyekuwa na Eliya. Ngani waambie watu wa Mungu, kuna kipindi kingine wakati wa matatizo hata marafiki watakukimbia. Amina. Usije ukafikiri, yani ndio maana niwaambia siku moja kwamba ujizoeze kukaa wakati mwingine kujizoeza kwamba kuna wakati ambapo unaweza ukabaki mwenyewe. Unaposoma kitabu cha Wafalme kuna kipindi Eliya analalamika, anamwambia Mungu, manabii wengi wote wamemsujudia bahari, nimebaki mwenyewe. Si uongo, Eliya alikuwa amebaki mwenyewe, ila Mungu akamtia faraja tu. Na ndio maana Eliya anapotafutwa na Yezebeli, anakwenda jangwani, hakuna mtu anafuata Eliya. Eliya anabaki mwenyewe. Na anapobaki mwenyewe, Eliya anaomba sasa hafe. Hakuna maisha magumu kama kufika hatua fulani ukaona uko mwenyewe. Hilo ni jambo. Hivyo vipindi tumevipita, na mbona wanafundisheni na mambo hayo. Marafiki ndio wategemea wakushike mkono, wakutembelee, uhaoni. Eliya kafika hatua fulani, haoni hata wale marafiki, hata wale waliokuwa wanamuita Jehova, hata wale waliokuwa wakati anatoa dhabihu, hawaoni. Wote wamebaki mjini. Wanajua Eliya lazima hatakufia kule. Eliya naye akafika hatua fulani, akaomba hafi. Sio kwamba Eliya alikuwa hana imani. Eliya alikuwa amefika mwisho wa maisha yake. Nazungumza na watu ambao umefikiri umefika mwisho wa maisha yako. Nazungumza na watu ambao unafikiri umefikia hatua sasa wewe ni kwa kutoweka. Mimi nataka nikwambie Mungu ana kazi na wewe bado. Eliya akalala pale, ndio Mungu akamtuma malaika wake. Anaona ile hali ya Eliya, anajua Eliya anataka hafe. Mungu ana ratiba ya maisha yako, aliko kwako mwenyewe, iko kwa Mungu, na iko kwa wanadamu, iko kwa Mungu. Mungu anajua utaishije, utafikaje kule unakokwenda. Na Mungu akamtuma malaika, akashuka chini pale. Malaika akaoka mkate pale. Akipomaliza kuoka mkate, akaandaa maji. Maji jangwani yametoka wapi? Sisi hatujui. Ni Mungu ameyatoa katika jangwa lina maji. Kuna vipindi utapita katika jangwa, nisikilize. Naomba leo sana nisikilize. Kuna vipindi utapita katika jangwa, mahali ambapo huoni maji, maana huoni chochote, lakini nataka nikwambie Mungu ana uwezo wa kuleta chochote hata kama hakipo, akakifikisha kwako. Ninazungumza kama mtumishi wa Mungu niliyepita katika mapito magumu sana. Nazungumza na kueleza. Mungu akubariki mundani. Mungu akuongezee. Kwa hiyo Eliya akiwa pale, Mungu akamtuma malaika, akaandaa kila kitu, akatengeneza, na ndipo malaika akamwamsha, akasema inuka ule. Nimekuja hapa mwaka huu toka Januari tarehe 1 litangaza kwamba utakuwa ni mwaka wa kukuamsha wewe uliyelala. Utakuwa ni mwaka wa kukumbusha wewe uliyekata tamaa ya kwamba Mungu mwaka huu ameandaa. Kuna mambo ameandaa kwa ajili yako. Kuna kazi ameandaa kwa ajili yako. Kuna biashara kubwa ameandaa kwa ajili yako. Kazi yako ni kuinuka. Nasema ni kuinuka. Nasema ni kuinuka. Hata kama maadui wamekuzunguka kila mahala, wamezunguka mambo yako, wachawi wote wanaenda kuroga, wanaenda Sumbawanga, nataka nikwambie mwaka huu hawatafanya kazi, maana kuna sauti ya kinabii inayosema lazima inuke. Kuna kitu kimeandaliwa kwa ajili yako. Kuna kitu kimeandaliwa kwa ajili yako. Kuna kitu kimeandaliwa kwa ajili yako. Mimi nimekueleza kwamba sina vita, ninayo kubwa. Sasa naweza nikatafsiri, kuna watu wengine Mungu anapowatokea hata akawapatia muujiza wa kwanza, wanalala, wanataka Mungu awaletee wamelala. Unatakiwa kuinuka. Unatakiwa uanze kutembea na ule muujiza wako. Unatakiwa uanze kutembea na kuonyesha kama Mungu amekutokea. Jina la Bwana libarikiwe. Usimchoshe Mungu na kuja kukuamsha kila siku.
Elia akalala tena, akitoa sasa hapa nikamuuliza kaka, akilala Mungu atakuja amletee. Mungu atakuja amletee. Mungu atakuja. Alisahau kwamba Mungu anataka pia aende atoke hapo. Nataka nikueleze, inawezekana Mungu kuna kitu amekifanya. Sasa umelala pale unasubiri Mungu afanye tena. Nataka nikwambie kile ambacho Mungu amekifanya kwa ajili yako, inuka nacho, tembea nacho, nenda nacho, nenda nacho. Haleluya! Mungu akampokea tena mara ya pili, malaika kaandaa mkate na maji, ndiye akamwambia sasa, Elia, chakula ambacho Mungu amenipa kimekuja na upako, kimekuja na nguvu za wewe kutembea safari ya siku 40. Siku 40 ni miezi mingapi? Miezi mingapi? Mwezi mmoja. Utatembea mwezi mmoja na kitu. Utatembea, utakwenda mpaka mahali ambapo mimi nakwenda kukutanisha na muujiza wako na mambo makubwa. Utakwenda mpaka mahali panapoitwa Horebu, mlima wa maagano, mlima uliotoa macho kwa Israeli. Unakwenda hapo, na hapo Elia alipofika, tutakwenda kujifunza wakati Elia alifika Herobu. Mahali hapo ni pazuri sana. Unajua mahali hapo Elia alipofika pale Herobu, hapo ndipo Elia alienda kumpaka mafuta Elisha akawa nabii. Alikuta Elisha analima kwa ng'ombe za kukokota. Elisha ajui, lakini kwa sababu alikuwa amefika mahali pa mafunuo, mahali pa maelekezo, mahali pa kutendewa, Elia akaelekezwa na Mungu kumtafuta Elisha kama mbadala wake. Nataka nikwambie kuna mahala Mungu anakupeleka, mahali hapo patakuwa ni mahali pa kusimamia, pa kupata kwa maelekezo kwa ajili ya wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwanza inaenda haraka sana. Mungu anakuja na madaftari unaandika kwa pen. Hili ni darasa. Jambo la kwanza, unapoanza safari ya kuelekea hatima yako baada ya kuinuka, ni muhimu kutambua kuwa kazi ya kwenda na kuendea hatima yako ni ya kwako. Hapa sasa sana nishasema ni ya kwako, sio ya mtu mwingine. Ndio maana wakati mwingine ndio maana wakati ule Elia alibaki mwenyewe. Si unakumbuka? Alikuwa mwenyewe. Sasa kama watu mnalia hapo, unajua niko mwenyewe, unajua watu wanitembelei, unajua kuna kipindi kingine Mungu anafunga vitu vingine ili akufundishe. Mimi kuna kipindi nilipita kwenye majaribu mpaka nikakosa hata nikaacha hata kulaumu watu. Wakati huo nimeazima kitanda kwa mama mmoja ambaye yuko kule yuko kule Nyambiti. Alikuwa ni mshirika wa hapa. Amenyazima kitanda. Sina kitanda, sina godoro. Kulikuwa na mishonari fulani ambao walikuwa wanaleta magodoro nini zamani kwenye kanisa hili. Walikuwa kuna mishonari wanaleta magodoro, wanaleta nguo. Sasa kuna container ilikuwa nimekuja, nimeleta magodoro mengi sana. Sikwambia. Nikasikia wachungaji wanakuja kwenda kuchukua magodoro kule Nyegezi, pale Nyanza Grass. Alikuwa anaishi pale mzungu Nyanza Grass, kwa mdogo unapofahamu. Na mimi nikatika kwenda pale. Nikafika pale ili niweze na mimi angalau nipate godoro niokoe, sina. Sasa nikaenda nikamwambia mzungu, akasema sijulikani sana mwanasimu. Kama mzungu anisaidie, nikamweleza bwana mimi nilikuwa kazi ya mishonari hapo ndio tulifungua kanisa la Mungu hapo na nini sekondari. Naomba nisaidie kwa godoro, sina makula. Mzungu akakubali, akasema sawa tutakupa, maana hiyo ushida yako ni kubwa sana. Akasema atanipa godoro. Nikapewa godoro. Na magodoro yalikuwa mazuri sana, ile godoro ya shilingi. Wewe unapata hapa. Kwa sababu Canada. Akanipa nikafurahi sana, ili jambo sasa nilimaliza. Nimepewa godoro kuja kulitoa pale kwa Mbinde, wakanifuata baadhi ya viongozi kama magodoro haya ya viongozi wa wilaya. Wachungaji wa wilaya na askofu wale walipeleka wapi? Nikanyang'anya godoro. Nilipotoka pale natembea, hapo ninaenda nateremka kutoka pale Nyanza Grass kwenda kwa mguu mpaka Mabatini.
Sitasahau, nakumbuka nilikuwa lift na mtu mmoja alikuwa baiskeli, nikamwomba na kunipeleke mpaka mbele pale. Akanipeleka mpaka pale Pepsi na baiskeli. Sio mchezo. Hebu natuonaga hivi ndio unaona mchungaji na bwana. Tumetoka mbali sana. Mbali sana. Wakati ule nilio mwani wangu, sina godoro, nimenyang'anya kila kitu. Tena nakumbuka nikapewa, walikuwa nakuja na vile hivi vitu record na zamani vile vidogo, ulikuwa unaweza kupiga muziki afu unaweza kumrekodi mtu kwa mbali. Nikawa nimepewa katika record kakenye nikanyang'anywa. Natembea, moyo umeniuma, naenda. Lakini moyoni mwangu Bwana ananiambia, mimi ndio nimekuita, nitakupa kila kitu, utatawala, utapenda kila kitu. Lakini maneno hayo unayoambiwa hayafanyiki kesho. Yamekuja kufanyika miaka mingi iliyopita. Nataka nikwambie uliweka mahali hapa, acha haraka. Baraka zako zipo, hata utembee utazikuta na Mungu atakuinua kwa jina la Yesu Kristo. Ila mimi nataka nikwambie wewe, kwa sababu Mungu alinitengeneza mimi akaniweka kwa ajili yako, hautapita kwenye mapito ambayo mimi nimeyapita. Mungu ameleka mbele yako ili arahisishe mambo yako, na mambo yako yamerahisishwa. Utafika mapema, utaenda ufike mapema. Kama unanisikia sema amina kubwa zaidi. Usiseme utafika kwenye mapito ya mchungaji ya kwa Mungu alininua, na ndio maana amekuleta hapa akakuunganisha na mimi ili usipite kwenye mapito yale niliyopita. Nilipopita ya mapito yako yale mengine yakarahisishwa, yamerahisishwa. Yesu alipokufa msalabani akabeba dhambi za wote. Alibeba dhambi za wote ili wengine wasife tena msalabani. Baraka Yesu akabeba mambo ya wote. Na mimi nilipopita kwenye mateso hayo, nimeyapita kwenye mateso hayo nikakosa godoro, ili wewe usikose godoro, ulipate mapema godoro kwa jina la Yesu kirahisi. Unanielewa? Unayo furaha? Kama una furaha sema amina. Kwa hiyo ni kazi yako. Wangapi wanasema sasa tunaanza kuinuka? Sema amina nisikie. Jambo la pili, mimi naenda haraka. Unatakiwa utie bidii. Tia bidii ya kutosha. Misali sura ya 16:26 nasoma haraka hapa. 16 mstari wa 26. Nasema hivi: nafsi yake mfanya kazi hujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii. Kinywa chake, anataka kinywa chake kikutia bidii. Ujiambie mwenyewe kama sitafeli. Unjitia nini? Ujitia bidii. Wala vile utaona kukwambia Bwana kuna sasa kifiri na mko na mimi hapa nawaambia bila kutengeneza kwa mwenyewe kule nimeshindikana, kitie bidii. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 7. Nasema hivi: na ufalme wake nitauweka imara milele, akijitia kwa bidii kuzitenda amri zangu na hukumu zangu kama hivi leo. Ufalme wake nitauweka imara ikiwa atafanya kwa bidii kazi yake. Andika, utasoma nyumbani, Warumi 12:11. Warumi 12:11. Jambo la tatu, jitie moyo mwenyewe. Unatakiwa jitie moyo mwenyewe. Wewe mwanzo kujitia moyo mwenyewe. Ujitie moyo mwenyewe jamani. Mungu watu wa kujitia moyo mwenyewe, unajipa moyo, unajitia moyo mwenyewe. Jitajirie mwenyewe. Ujitamkie mwenyewe maneno mazuri.
usubiri mtu akutamkie. Kabla mimi sikutamkia, natakiwa wewe mwenyewe uanze kujitamkia mwenyewe. Haya nawafundisha ni mbinu, nawafundisha kufanya hivyo. Kwa hiyo unatakiwa utie moyo mwenyewe. Kuna kipindi ambacho utakosa watu wa kutia moyo. Utakosa watu wa kukwambia jipe moyo. Inabidi ujipe moyo mwenyewe. Jamani, tunaelewa hicho? Ujipe moyo mwenyewe. Jitabirie mazuri. Wazazi msisubiri watoto wenu watabirie mambo mazuri na watu wengine. Wazazi watamkie maneno watoto wenu. Mwambie mtoto wako kama utakuwa daktari mkubwa. Mwambie utakuwa waziri. Ile ni ya msemaji. Ndio yule mama mmoja anasema alikuwa anapata mtoto wa kike kama anazaa wanaume akasema, "Nani nikipata mtoto wa kike?" Sasa kipindi kile akakuwepo na utaalamu wa kujua mtoto kama wa kike kama wa kiume. Alipokuwa anaenda kwenye uchungu akatuambia, "Najua analeta binti." Hakumleta binti, analeta kijana. Nimekwenda kumwangalia pale mganga, tunamuulizia vipi? Mchungaji, nimeleta wale machokolaa. Ni vibaya sana mtoto kumita chokolaa. Umtie moyo mtoto wako, mtabirie mtoto wako kwamba huyu namuona daktari mkubwa, namuona mtu mkubwa, naona mtu wa ajabu, naona mtu ambaye atakuwa anatangaza kama unamtoa. Hivi mzazi unaonaje mtoto wako mpaka anaonekana kwenye runinga? Umekaa kwenye taarifa ya habari unaona wanasema Mwanza fulani ni fulani anatokea mtoto wako. Unaliona niko ninahamasisha sisi, nataka sisi mfanyaje Tanzania na nini mtoto lako. Sio utaisikia umeshiba kama ujana. Utaka kimbila ukioga na mambo mazuri unasikia kwamba hujawahi kuona wakati mwingine unapokuwa hauna hela ndani njaa inakuuma mzuri. Ukioga na hela kabisa mambo yale zimejaa kabisa, umepata hela hata njaa inapeleka kabisa. Mbona unauliza hivi simekula au sijala? Hizo ni hela. Au mimi anataka mimi mwenyewe. Wote. Lakini kama wanaficha ujauzito sana. Wazungu akiwa na ujauzito kwa miezi miwili anaanza kusema kwamba nimebarikiwa. Ukimwambia una watoto wangapi? Kama ana mtoto mmoja, anambia na mtoto mmoja na nusu. Sisi mimba ya kwanza kwa sababu naogopa atarogwa. Na hata kama unazaa kwenye matatizo na teso, mtoto wako usimwite jina fulani la kufanya matatizo yale. Unaweza kuwa mama hata mjamzito, mume wako amekupelekeza, umehangaika, umekwenda kwa ndugu zako wamekufukuza, umekwenda kwa wifi yako na wengine wanaenda kwa kufukuza, ukaenda kwa kaka yako na mwenyewe akakufukuza, ukarudi ukapata msamaria mwema fulani kutoka kanisani akakujalia, wakakutunza mpaka ukafika nani Bugando, ukajifungua vizuri, ukasema sasa mtoto huyu jamani. Mtoto huyu yani sikutaka kama ningepata mtoto mnene namna hii. Kwa hiyo namuita sikujua. Haya maneno mnayabadilisha. Na kama kuna tunasikia hapa. Yaani eti sikumoja ndio sikujua. Unaweza kuwa mko na shida kubwa kweli kwenye nyumba yako. Yaani shida zimekuandama, ukafukuzwa kazi, kila kitu kikaharibika, baadaye ukazaa kabisa katika hali ya shida mpaka ulipokwenda kuzaa. Ilishindikana ukazalia nyumbani. Mtoto anamwita matatizo. Kuna mama mmoja alikuwa anafanya biashara tatizo na mume wake hapa Mwanza, nakumbuka nilikuja Mwanza hapa, alikuwa anauza kama machungwa, amehangaika kule hana chochote, anapata riziki akipita kwenye machungwa, akajifungulia pale mjini, wamama wakamzingira pale, wakamfunika kanga, akajifungua pale, mtoto akamwita machungwa. Unamwita mtoto wako machungwa? Mimi nakataa. Mimi nakataa. Mimi nakataa. Lazima uone mambo makubwa ya mtoto wako kule mbele. Jifunze
kumtabiria, kumtamkia, kujitamkia mwenyewe, kutamkia mambo mazuri. Wewe mwenyewe jitamkie, biashara yako itamkie, mambo yako yatamkie ya kwamba mimi sio wa hivi hivi. Jitie moyo nini? Mwenyewe. Kuna mtu mmoja anaitwa Donald Trump. Unamfahamu rais wa Marekani? Donald Trump, unasoma historia yake, nimecheka sana. Donald Trump ni mmoja wa matajiri wakubwa Marekani. Katika miaka ya 80 na kwenda mpaka 80 na kitu, alikuwa ni tajiri mmoja mkubwa sana. Wale matajiri walikuwa wanahesabika, alikuwa ni kwenye top 10 ya matajiri wa Marekani. Ulipofika mwaka 1990, Donald Trump akawa amefilisika sana. Benki zinamdai kila mahali. Wakamnyang'anya mali zingine. Na baadaye wakamwita watu wa benki kusema kwamba tunataka kulipa pesa zetu. Matajiri wakubwa unaona wanafanya biashara na mabenki. Donald Trump akasema bwana nitalipa. Na watu wakaanza kusema Donald Trump, oh ni maskini, alikuwa maskini. Donald Trump alichokifanya ili aombe kelele watu wote. Kwenye hiyo hali aliyokuwa nayo, alikuwa na vijipesa fulani vidogo vidogo tu. Akalipopata akanunua jeti moja, ndege. Private jet, ndege ya private kubwa kama hizi Bombardier zinazokuja hapa Mwanza na hizi fikiri zinazoziita kubwa, akaiandika Donald Trump. Akaanza kurusha kwenye mti fulani, watu wanaiona. Ni watu badala ya kusema no, yakoma filisika. Ameinuka tena, ameinuka tena. Alikuwa anajipa moyo mwenyewe kwamba wasiendelee kumkanyaga. Sio kama mnanielewa? Mnanielewa? Na baadaye Trump akatia bidii, akaanza kulipa pesa za kwenye mabenki. Akaanza kuwa na ndoto. Leo Donald Trump mfanya biashara faida, alikuwa anacheza mieleka, leo ni rais. Tena ametawala mara mbili, ambayo ni vigumu sana Marekani. Ni rais wa Marekani mtaka. Sasa nyinyi tatizo mnapokuwa mmechoka, unachukua kutoka kwako, nafikiri watu watakuhurumia. Watu unaoona hapa ni wabaya sana. Watu wengine wasubiri uchoke ndio wakuseme. Wakati mwingine unapokuwa na njaa, jitutumue mwenyewe, sema umeshiba. Ukiona mama ya yatima atakukanyaga, usikubali wakukanyage. Watu wakukanyaga, utafiri mazima. Unapoona mambo yanapoenda hivi, watu wanasema amefilisika, tafuta kitu cha mpara fulani ambacho wataanza kusema hii ametokamo tena, ametokamo tena. Mnaelewa hapo? Ndio maana wakati unapokuwa na shida sana, mambo yamekuwa magumu, usivae barakoa. Kwani ndio kwa kwamba tunataka ya Krismasi ndio divai au wakati mwingine. Maana watu wanapimaka maisha yao kama ni magumu kwenye nguo unazovaa. Wao wanataka kwenye mtu anakusoma ndani wanalishafilisika. Tafuta visuti fulani ambavyo vitakupa chaki. Hiyo mimi ilikuwa siri yangu toka zamani. Nilikuwa sina chochote lakini napiga tai, navaa, natembea mtaani mpaka watu utaona watu wanasema naomba nikopeshe hela fulani wakati wewe ndio ulikuwa unataka kukopesha. Hivi unanielewa kitu? Jina la Bwana libarikiwe. Mimi ndio maana pale Bugando nawaambia pale Bugando pale anapofanya nyama pale na chai. Nikitaka kwenda pale Bugando mimi sina shida, natafutaka nguo za kupita Bugando pale kwenye geti. Natafutaka suti yangu moja kali, mimi na visuti fulani vya mkwara. Ambapo nikifika pale kwenye geti, natoka pale napatamka. Atuje. Sasa unavaa cheti imeandika kilimo kwanza. Wakati ndio uchini unaua, unaenda kutoka kwa wala usukume kwanza. Haleluya! Jipe moyo mwenyewe. Haleluya! Wakati mtajua moyo mwaka huu tutaweza, nasema. Nasema tutaweza, msikie sauti. Mwaka huu tutaweza. Tutaweza. Unajua mimi nilipokuwa nagombea hii nafasi namalizia tumeshakuwa na kitabu. Sasa shemeji yangu Amos ndio wake mama mchungaji alipopita kule watu wamepiga vita kuliko na Yesu. Alafu
kuna mtu mmoja ambaye sikumtegemea, baba mmoja mtu mzima. Na alikuwa anasema tulikutana mara fulani kule Bukoba. Na niliona akaniambia, katibu, wewe ndio katibu wetu kabisa. Kumbe nikaambiwa juzi naenda kile alikusanya watu. Rundo zima la watu kutoka maeneo fulani akaongelesha pale. Akawaambia wamchague fulani, wakamwambia katibu, katibu tunaye. Huyu mwingine atamtambui ile tupige mstari. Hapo sasa kanijia, na alikuwa pale. Ananiambia, unapenya kweli? Nikasema mimi nipenye nisipenye, mimi sina tabu kwa sababu gani mimi kwani kuna nini kidogo kwa tu. Kwa sababu nikipenya bado nitaendelea kufungua watu, bado mapepo yatatoka, bado watu watapona, wasiozaa watazaa, kila kitu kitaendelea, sina shida. Sasa akasema sasa unakuwa vipi? Na watu wengi wanazunguka kule. Kwa hiyo kwa kitendo cha kukula. Sasa Musa alipokuwa anasema kula, tumekaa huko. Akasema kama anaangalia kuangalia. Ndio anamhudumia shemeji yake. Mimi sina shida. Baadaye nikaona ananifanyia hivi ndio lazima. Nikasema hii kama nini jamani? Sasa nataka nikwambie, wewe unatakiwa ujipe moyo mwenyewe. Si ndio watu wa Mungu? Ujipe moyo? Ujiseme mwenyewe. Usitarajie kupigiwa debe na mtu asiyekutambua. Tatizo nini watu unapenda kuambiwa, unajua wewe mwenyewe unaweza kujipigia debe mwenyewe. Anaduka nzuri sana. Nimeenda mara mingi. Nilipofika pale nikakuta vitu vya ajabu ambavyo sikujua. Nikamuuliza, hivi wewe hivi vitu vinavyotengenezwa sana? Ninabuni. Anasema najitahidi kutengeneza vitu ambavyo viko tofauti na vingine. Lazima ukitaka kufanikiwa, ujitahidi kuwa tofauti na mwingine. Kila na Bwana libarikiwe. Uwe tofauti na mwingine. Usipende kufanana na mwingine. Kila mtu duniani hapo, wanasaikolojia wanasema hivi, kila mtu alikuja mwenyewe, hatukuzaliwa kama kundi vwa. Tulizaliwa mwenyewe. Ema, wewe ni mwenyewe. Tafsiri ya maisha yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo nataka niwatie moyo watu wa Mungu, tutapenya mwaka huu. Wangapi watu watapenya? Sema amina kwa nisikie. Tutapenya, sema amina. Sema amina. Ni mwaka wa kuinuka. Kwa hiyo napoambiwa inuka ule, jiambie, maana safari yangu ni nzito, ni kubwa. Safari kwa kubwa haimaanishi kwamba ni ya kushinda. Ni kubwa kwa sababu ya maono ulionayo. Ni kubwa kwa sababu ya kazi ulionayo. Ni kubwa kwa sababu ya majukumu ulionayo. Majukumu ulionayo ni makubwa, ndio maana safari yako ni kubwa. Una safari kubwa, una safari kubwa, na utafika kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu atukuzwe. Yesu ainuliwe. Na kutamkia baraka za Bwana kwako wewe kwa jina la Yesu. Na kutamkia ufanikiwe kwa jina la Yesu. Na kutamkia ufike ambako unakwenda kwa jina la Yesu. Uko tayari? Uko tayari? Nakwambia utafika katika jina la Yesu. Utafika kwa jina la Yesu. Tutafika wote kwa jina la Yesu. Tutafika wote kwa jina la Yesu. Sasa kusema hivi sio kwamba kutakuwa na vita. Vita itaendelea. Nataka leo uniombee. Juzi nilipokuwa niko Geita, tumeenda kwenye guest, tumeenda kulala pale na watumishi wenzangu. Nimekuwa pale nikaanza kusikia hali fulani inabadilika kwangu. Nikajiuliza ni nini? Nimetoka Geita, ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa ni siku ya Jumatano au Jumatano. Jumatano. Nikaja nikafika hapa, tulikuwa kwenda na gari ya private wakanileta mpaka hapa. Nikashuka. Nikaanza kusikia nakosa hata moja kula chakula, lakini nakula tu hivi.
Lakini siku ya Alhamisi hali ile ikazidi kuendelea. Nikaona vita kabisa. Siku ya Ijumaa nikahisi mapambano makali sana kwangu, ambaye sijawahi kuona. Alafu nikahisi kabisa, usiwadhanie, nikahisi kabisa mauti. Nikaanza kushindana, nikatamka neno ambalo ndio nilitamka, sema kwamba sitakufa bali nitafanya nini? Nilipofika nyumbani nimeshinda njaa, sikupata chakula cha mchana, sijali chakula nakiona tu hivi hivi. Kafika nyumbani kafika na chakula jioni, ile jioni na yeye nikashindwa kula, kalala hivi hivi, nikalala hivi, naona mauti kabisa. Nikaomba Mungu kabla usiku sana, nikaomba Mungu na naomba na watu wengine, naomba na vitu kwa ya nini, nikatembea nikavunja. Jana nikaja hapa ofisini, kuingia ofisini kule, nilikuwa ofisini kule, nahisi mashindano makali sana. Baadaye mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, naona unashindana na wewe mauti. Nikasema hapa ni mimi nashindana. Nikanyanyuka, nikasema hapana, acha nichukue nafasi nyingine. Nikaja hapa, kulikuwa na wadada wale wanafanya usafi. Alikuwepo Mama Werema, alikuwepo Mama Kisuda na Mama Seda na Nasho. Nikaelekezwa kwamba sasa bwana, hebu waambie watu. Nikapanda kwenye madhabahu nikamwambia, hebu niombeeni. Akanizingira, kaanza kufunja. Mimi nasema hivi, sio kwamba kufa, lakini mauti ambayo shetani ataileta au mtu ataileta au kuzimu itaileta ambayo sio ya Mungu, lazima tuikatae. Lazima tuikatae. Tunakubaliana na Mungu? Tunakubaliana? Tutaikataa. Sasa tukatae. Usiku nikaambia Mungu, mimi lazima nikimalize kusudi. Awe ni mtu, awe shetani, awe nani, mimi siogopi. Ninachokijua sitakufa, nitaishi ili nisimulie matendo makubwa ya Mungu aliyoyatenda kwa ajili ya kanisa hili. Jina la Bwana libarikiwe. Tutasimama, mtaniombea. Mtaomba, mtanyosha mikono juu yangu hapa hapo mlipo. Mtaniombea. Mtakataa roho za mauti, mtakataa roho za kuzimu.